Mambo yatakayowazuia wengi kuona ufalme wa Mungu ama kupata uzima wa milele. Mambo yatakayowapeleka wengi jehanamu ya moto. Tunaposema mambo yatakayowapeleka wengi jehanamu ya moto, tunamaanisha dhambi, tabia au matendo ya mtu yasiyompendeza Mungu. Ninaanza na mavazi ya kikahaba. Sema mavazi ya kikahaba. Tuanze jambo la kwanza. Mavazi ya kikahaba yanajumuisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mapambo. Pambo la kwanza, mawigi. Na tunazungumza mawigi katika namna mbili. Kuna mawigi ambazo ni nywele bandia ambazo zinatengenezwa viwandani kupitia katani na vitu ambavyo vinasababisha mawigi kutokea. Lakini mawigi mengine ni nywele za binadamu. Pambo la pili, kubadili asili ya nywele, kubadili ngozi, kujichubua. Usibadilishe asili ya ngozi kwa kutumia kemikali, kuweka kucha bandia na kupaka rangi kucha. Nakutana mtu amevaa kucha bandia, ana makucha kama saradini, yale majini tuliokuwa tunaangalia kwenye movie. Yaani mimi nafikiri hivi, hata kujitawaza anajitawazaje? Kutinda nyusi ama kuweka nyusi bandia, usifanye hivyo, hasa wanawake. Una wengine wanazikuangua na kope bandia. Unalikuta ni mtu lina makope, yani makope kama mastiri waya hivi. Kuvaa pete, sisi hatuvai pete. Pete sio ndoa. Ndoa ni agano. Mimi nikuulize swali, tangu huyo avae pete, mbona bado anazini? Mbona pete haijamzuia kuzini? Usivae shanga mwanamke, usivae cheni ya namna yoyote, iwe na msalaba iwe haina, iwe imeandikwa Yesu haijaandikwa Yesu. Sisi tunamvaa Kristo, hatuvai cheni. Mabangili usivae, hata makacha. Haya makacha usivae, hata kama imeandikwa Tanzania, achana nayo. Hata kama imeandikwa Yesu, maana siku hizi ukienda pale Mbunda sokoni wanayatengeneza, wanakuambia hey, jina lako nani? Wanaanza kukutengenezea kacha imeandikwa jina lako. Nikwambie hivi, acha mara moja. Hiyo ni roho. Shetani anakudanganya, lakini ndani yake kuna roho. Usivae hereni. Biblia inasema zamani za ujinga zinatosha kuyafanya yale tuliyoyafanya, lakini sasa Mungu anatuagiza tupate kutubu. Kama sisi tulitobolewa masikio, basi watoto wetu tusiwatoboe masikio, kwa sababu tunajua hereni sio mpango wa Mungu, ni mpango wa Shetani. Yeyote anayefanya haya, hata awe askofu, hata awe anahubiri moto unashuka, lakini ana haya, usiogope. Hata Shetani anaweza akatoa moto wa kigeni. Usiogope kunena kwake kwa lugha, hata kama au anaimba, ni mwimbaji Tanzania unamjua, ana haya, usimwogope. Hana Yesu ndani. Kusuka nywele kwa namna yoyote, mwanamke hatakiwi kusuka nywele zake. Kitakachoingia mbinguni ni asili ya namna ulivyozaliwa, hata iwe za mikono, hata iwe mabutu, hata iwe kuzifunga kwa nyuma, hautakiwi. Hata ziwe tatu kichwani, hautakiwi kusuka nywele. Kama ulizaliwa umesuka nywele, basi endelea kusuka. Chochote ambacho haujazaliwa nacho, hicho sio cha Bwana. Bwana anakutaka wewe kama wewe. Kutumia mafuta yenye harufu kali, yani kama perfume, spray, marashi. Na ndio maana wengi wanaoongoza kuwa na majini ni watu wanaotumia marashi, kwa sababu majini yanapenda vitu hivyo. Jambo lingine, kuvaa viatu virefu vya visigino, gonga snake. Kwanza hivyo viatu vinaleta kiburi, majivuno, kujiona. Waangalia unavyotembea, kila mmoja anageuka akiingia kanisani na amechelewa ibadani. Kunyoa denge, kunyoa pembezoni, kuangua nywele pembeni. Wanafunzi acheni, mabinti acheni. Na siku hizi ukishaenda saruni tu, yani kila kinyozi anajua unanyoa hivyo. Mavazi yanayoacha mabega wazi. Wanawake, angalieni vizuri, angalieni vizuri mavazi mnayoshona. Jitahidini sana kushona mavazi yanayoziba, yasiache mabega wazi na sindiria zenu wazi. Mavazi yanayoonyesha matiti au mstari unaotenganisha matiti. Mavazi yanayoonyesha mgongo.
Hayo hayatakiwi kwa wana wa Mungu. Kuna mavazi mwanamke anavaa, akiinama hivi matiti yote anatoka nje, anayarudisha, anaendelea kusugua masufuria. Mavazi yanayoonyesha tumbo na kitovu, vitopu, mavazi yanayokubana mpaka yanakuchora tumbo, yaani tunaona tumbo lilivyo, makalio yalivyo. Hayo yote hayastahili. Shona vazi ambalo litakuacha huru, ambalo hatutaona ukoje, umeumbwaje. Mavazi ya kubana yenye lengo la kuonyesha au kuchora umbo, makalio, hipsi, hayo tuyaache. Usiende ukashona gauni refu lakini lina lengo bado la kukubanisha, ili tuone hipsi zako, tuone umbo lako namba 8, tuone miguu yako. Hayo yote tuyaache. Mavazi yanayoonyesha nguo za ndani, transparent material. Yaani mtumishi wa Mungu unatembea, unamwona mwanamke, nguo aliyovaa unaona mpaka nguo ya ndani, imeanzia hapa, imeishia hapa, imejikunja, imeingia makarioni au ikoje, unaiona. Hayo yote hayawastahili watumishi wa Bwana. Hawezi wakaona uzima wa milele watu wa jinsi hiyo. Mavazi mafupi yanayoonyesha mwili, yaani mavazi yenye mpasuo. Mwongoza ibada anakuja hapa amevaa vazi kwa hapa liko nje, katabega. Jamani, tumpungie Yesu mikono. Nakwambia na yeye anapunga, alafu huko haja kuangua manywele yake, ni uchafu. Haya, mwanamke hautakiwi kuvaa suruali. Kumbukumbu la Torati linatuambia usivae mavazi ya mpasayo mwanaume, na mwanaume hautakiwi kuvaa sketi. Sio, kuna mchungaji jana nilikuonyesha amevaa sketi, na kuna yule mwingine wa Togo anayesema yeye alitokewa na Mungu akamwambia wanavaa viatu vya wanawake. Kwa hiyo amevaa vile viatu vya gonga snake. Suruali ni vazi la kiume. Paulo anasema hivi, hata maumbile hayawafundishi. Yaani ukishavaa tu umbile linakukataa ya kwamba we mwanamke, lakini pia sio utamaduni. Ukifuatilia historia, hakuna mwanamke wa zamani aliyekuwa anavaa vitu hivi. Na sikiliza nikwambie, Mungu ndiye mwanzilishi wa mavazi. Ngoja nikwambie kwa namna gani Adamu na Eva walipotenda dhambi, wakajiona wako uchi, wakachukua majani wakashona, wakaweka hapa, wakaweka mabegani, wakaweka hapa, halafu wakaenda kujificha. Mungu alipokuja aliwaona hawajajistiri, ndio maana akamuua mnyama akawatengenezea mavazi ya ngozi. Kama Mungu angeliwaacha basi tungeendelea kuvaa hivyo, lakini kama Mungu alitengenezea mavazi, ina maana hata historia inaonyesha yale mavazi aliyowatengenezea ndio mavazi ya kujistiri. Unajua utamaduni wa Mwafrika unazungumza tu, kuna mambo hayahitaji sana kueleza, kwa sababu historia zetu wenyewe zinatuonyesha ya kwamba tulikotoka ni wapi, tunakokwenda ni wapi. Mavazi yalianzia miguuni, mtumishi wa Mungu, sasa hivi akapanda mpaka magotini, sasa hivi amekuja mapajani. Sasa hivi mwanamke sasa anatembea na chupi tu. Miaka 10 ijayo mwanamke atatembea uchi kabisa, hana nguo yoyote. Na mwanamke usivae suruali ukaiweka ndani. Unavaa suruali unafunga na kitenge, eti unaenda shambani, ni mwiko. Usivae suruali unaenda kulala. Haya, wanaume usivae taulo na kuacha tumbo kifua wazi nyumbani, tumbo nje, kifua nje. Unamkuta mwanaume ametoka kwenye kazi zake, anakaa pale kwenye sturi, amevua mpaka kaoshi, amekaa na likaptula lake, amekaa hapo. Watu wa Mungu hatufanyi hayo. Mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Sisi wanaume hatuvai kaptula za namna yoyote, hatuvai kaptula. Nisikilize, hata iwe ya kitambaa usivai kaptula, sio vazi la waenda mbinguni. Suruali za kubana modo, kuvua mpaka umuite Mama Justini. Mtumishi wa Mungu Justini anavaa modo. Mama Justini njoo nisaidie. Nakwambia watavuta, utafikiri wanavuta nyama. Majinsi, wanaume hatuvai majinsi. Siku hizi wameleta hadi nguo moja inaitwa cadet, na yenyewe naiona ina mtindo mmoja. Mimi kabisa wewe ukanikuta nimevaa suruali jinsi, nimevaa cadet. Ichunguze vizuri hiyo cadet. Bora tukashona suruali za vitambaa tu, vinatutosha. Kuna mtu mmoja akasema, sasa nyie kwenu walokole kila kitu ni dhambi, kila kitu ni dhambi, basi tutembee uchi. Makapero, makofia, mamizura,
Nakuta mchungaji analo, nakwambia amelivaa mpaka anataka kufunika macho, anaenda shambani. Simuuni wewe. Tofauti yako na Diamond iko wapi? Tusivae hayo makaptula, masuruali ya kubana, hayo majinsi, manguo yenye macho. Jinsi unakuta limetoboka hapa na hapa. Usanii gani huu? Wanakwaya hao wametuvalia hivyo. Kuvaa majezi ya timu usivae kamwe. FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Kuna timu moja inaitwa Red Devils. Red Devils kwa Kiingereza kwa Kiswahili ni mashetani wekundu. Nguo zenye michoro ya wasanii na wanayawekaga sura likubwa liko hapa, lingine nyuma. Mavazi ambayo yana wachezaji. Tulizungumza hata hii mifuko hii. Kuna mifuko hii imekuja. Angalia hiyo picha aliyeko huyo. Sisi tunatazama wote. Unaona alivyovaa? Mtu akiona atatafuta huo mtindo. Ndio maana waulizeni wanawake. Mitindo yao mingi wanayoshona, wanashona kwa sababu waliiona kwa mtu au kwenye picha au kwenye movie au kwenye kwaya. Mwingine mpaka anapeleka simu yake kwa fundi cherehani, nishonee kama huyu. Nasema uongo wanawake? Sasa sisi hatuigi watu, tunamuiga Yesu. Hiyo mifuko haitufai sisi. Ukimkuta mtu yuko kwenye mfuko amevaa nusu uchi, ina maana yake anakuambia kuwa kama mimi. Hiyo roho itakutafuna tu. Tuyaache mara moja. Kuvaa nguo ama vitu vyenye chata, nembo za kishetani. Nilikuonyesha hata t-shirt zipo, nilifuatilia. Kagua sana unapoenda kununua. Nilikwambia hata mke wangu alienda kumnunulia mtoto nguo, lakini amekuja kuijua hivi karibuni. Amemvalisha, amekuja kuchunguza, ndipo anakuja kuangalia pale kwenye nguo pameandikwa Hell Star. Hell ni kuzimu, star ni nyota, maana yake nyota ya kuzimu. Kuna mavazi mengine yameandikwa Ghost Star. Ghost ni mzuka, mzimu. Na mengi yao makampuni yanafanya kazi na Lucifer na shetani, ndio maana yanauza sana duniani. Nisikize, ukitaka kuwa maarufu duniani fanya kazi na shetani. Kuwavalisha watoto wa kike suruali ni marufuku. Watoto wa kike, mwanangu anamvalisha kasuruali, si ni mtoto, hajui lolote wewe. Hiyo ni roho na ipanda. Atakapokuwa hata acha kuvaa suruali. Nguo za midoli, makatuni yako pale, Tom and Jerry yako hapo, usimvalishe. Na usikubali mtoto wako akaangalia katuni. Usimwekee mtoto video katuni. Usimsuke mtoto tafadhali, iwe mabutu iwe nini, usimsuke mtoto. Usimnyoe mtoto pembeni denge. Mashabiki wa mpira hawatauona ufalme wa Mungu. Hata kama uko hapa, tubu mapema, hautauona ufalme wa Mungu. Awe ni askofu, awe ni shehe, awe ni padri, awe ni imamu, awe ni sister, anashabikia mpira, asahau kwenda kwenye uzima wa milele. Kusikiliza nyimbo za kidunia, bongo flava, hip hop, R&B, nyimbo za asili za kina Saida Karoli, mnazitumia kwenye masherehe. Staili zozote zinazolengwa kutikisa miguu hivi, hizi staili ziondoeni makanisani. Hizo ziacheni. Hizi staili za vidukusha hivi, hizi ziacheni. Staili za kukata viuno ziacheni. Staili zenye lengo la kutikisa mabega ziacheni. Matiti kurukaruka ziacheni. Mnaiga staili za kina Diamond, unakuta watu kama mashetani, mazombi. Na ndio maana hakuna watu watakaoenda jehanamu kama walimu wa kwaya. Kwanza ni wazinzi, sifa yao kuu. Waasherati. Ni binti gani ambaye hajamtamani kwenye hiyo kwaya? Ni binti gani ambaye hajamtongoza hata kama amemkataa? Wazinzi wakubwa. Wakitaka kutunga staili wanaenda kuangalia Diamond ametoa staili gani, wanaileta kanisani. Si ni kama yale mazombi niliyowaonyesha? Yaani mpaka leo tuna sheki makanisani, watu wana sheki, wanazunguka. Zipo. Yesu asifiwe. Usisikilize nyimbo za kidunia. Kama kuna mtu yuko hapa na nyimbo za kidunia kwenye simu ama kwenye TV yake, akafute, ondoa. Hatusemi tu bongo flava, hata nyimbo za injili ambazo waimbaji wake wanakata viuno,
waimbaji wake wamesuka, wamejipamba, wana modo, wana wachezaji wa kistaili kama niliokuonyesha jana. Wafute, yani futa hizo nyimbo zote za hao futa. Waimbaji wote wenye sifa za kisanisanii watoe. Kuangalia tamthilia, movie, season, katuni na picha zisizomtukuza Mungu, tafadhali msifuatilie hizo series zinazorushwa mara Azam 2, mara sinema zetu, mara hizo season. Yani mtu anafuatilia season 1 mpaka season ya 1000, lakini Biblia haijui. Sisi hatuangalii bongo movie. Kwanza bongo movie za leo ni mapenzi matupu. Unaangalia mtumishi Justini na mama pale na watoto, unamwona dada na kaka wanakumbatiana na kunyonyana ndimi hadharani. Mnawafundisha nini watoto? Hata hizi nyimbo za kibongo flavor asilimia 99.9 ni mapenzi, na ukifuatilia kwa kina wanaimba matusi. Kuangalia picha za ngono, ex, pornografia, kupiga punyeto, masturbation. Kuna vijana wana uraibu wa mambo haya, anajichua. Hata wanawake wanaingiza matango na ndizi sehemu zao za siri ili walizike. Ninasema wazi, sifichi. Dada anaenda sokoni, ananunua tango, nadhani anaenda kula, anaenda kuchomeka sehemu za siri. Na hapo ndipo Warumi anasema wameyageuza matumizi ya asili kuwa matumizi yasiyo ya asili. Vijana wanatumia sabuni, mafuta za haja za mwili. Kuna watu wameoa, hata wake wameweka pembeni, yani ye raha yake ni kutumia sabuni, mafuta. Unakuta kijana ni mhubiri lakini halali bila kuangalia picha za ex. Utaushindaje uzinzi? Utaushindaje uasherati kama utakubali kujitenga na mambo kama hayo? Tunapozungumza hivyo tunazungumza pia ushoga. Kuna watu wameoa wanyama. Nimekuja kufuatilia nikakuta wazungu wameharibika. Yani mzungu anampiga busu mbwa. Na kuna picha za ex zingine, mbwa anafanya mapenzi na binadamu, mbwa. Yesu anarudi. Dunia imefika mwisho. Wanaume tusivae katakei. Nilikuambia tafsiri ya katakei ni ushoga. Kutumia mitandao ya kijamii vibaya badala ya kumtangaza Kristo. Jambo la kwanza, vinamaliza muda. Na ukishaweka bando kaingia huko, utamani kutoka. Unatamani uendelee tu kupeluzi. Yani ukiona hiki kinavutia kinakuja kingine. Hapa muda wa maombi huna, muda wa neno huna, bando linaenda, sadaka utoi. Huo nao ni aina ya ulevi. Na wadada wenye smartphone wana mtindo. Anachukua smartphone, anaweka kamera, anajirekodi, alafu anafanya hivi. Anajirekodi alafu anaweka status. Huu ni uhuni. Unatuonyesha nini? Tukishaona tuwaze nini? Maana yake nini? Yesu anatukuzwaje hapa? Yesu atusaidie. Mashindano ya maumbile, fashion show hizo sio za wana wa Mungu. Na mpaka siku hizi zimekuja makanisani, kuna mashindano, fashion show. Nikaliona kanisa moja la ajabu, eti limetangaza timu ya taifa ya kanisa ya mpira wa miguu. Kuna timu zinaitwa majina ya kikanisa, Haleluya Football Club timu. Wao na askofu wao wamekufa, kuzimu inawaita. Uzinzi na uasherati katika kanisa la Bwana, ngono, ukahaba, kujiuza, ushoga na matumizi mabaya ya mwili hayatakiwi katika kanisa ama kutajwa kwa watu wa Mungu. Ulevi, energy drink, vijana msizitumie. Ni ulevi wa lejaleja. Unaongeza nguvu gani za kuzini? Haujarizika na nguvu alizokupa Bwana. Ulafi ni dhambi, kula kupitiliza, ugomvi, mafarakano, uzushi, wanandoa kugombana, ngumi, kushikana mashati. Ni marufuku mume kumpiga mke. Unampiga mtu aliyetoka kwenye ubavu wako, unaupiga ubavu wako. Wivu, uadui, hasira, fitina, uchochezi, uchongezi, hayo nayo kutajia kama yako ndani yako, hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Ibada ya sanamu, ngoja nikwambie, chochote unachokipenda kuliko Mungu, hiyo ni ibada ya sanamu. Awe mke wako, mali zako, fedha zako. Kuna ibada ya sanamu ya kuabudu mawe,
ya kuabudu misalaba, ya kuabudu masanamu, lakini kuna ibada ya sanamu ya moyoni, ya kupenda vitu kuliko Mungu au mtu kuliko Mungu. Hiyo nayo inaitwa ibada ya sanamu. Uuaji, ukatili na udhalimu, mambo haya wafanyayo haya, tulisema hata anayetoa mimba anaua, anayetumia uzazi wa mpango ni muuaji. Wizi, unyang'anyi, ujambazi, kumwibia Mungu zaka na sadaka, hauwezi ukaona ufalme wa Mungu. Uchawi na uganga, matusi, kejeli, matani, mizaa. Watumishi wa Mungu hatutaniani. Nilikuwa nakutania, hakuna utani. Biblia inasema kila neno lisilo na maana watakalo linena wanadamu atatoa hesabu siku ya hukumu. Mizaa, maneno yote machafu, maneno ya kufuru, umbea, masengenyo, madeni yatawazuia watu kuona ufalme wa Mungu. Kama ukifa unadaiwa hata shilingi 100 hauwezi ukauona ufalme wa Mungu. Na kama kuna mtu alishakufa anakudai, watafute ndugu zake kalipe hilo deni. Mawazo mabaya, sema mawazo mabaya yatawazuia watu kuona ufalme wa Mungu. Unawaza nini unapokuwa peke yako? Unawaza nini juu ya mume wako, majirani zako? Unawaza nini? Nisikilize, chochote unachokiwaza ni sauti mbele za Bwana. Unafiki mbele za Mungu na mbele za watu. Yesu anasema wananitaja kwa vinywa, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kutokuamini, kutokumwamini Mungu, mashaka juu ya Mungu. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha, ina maana hana uzima wa milele. Dhambi zote za asili na watu wa Mungu, kitabu cha Warumi sura ya 2 na mstari wa 16. Ngoja nisome hapa. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Kumbe kitakachohukumiwa, Warumi sura ya 2:16, ni siri za wanadamu, yale unayoyatenda, unayoyawaza wakati mchungaji wako hajui, mke wako hajui. Wachungaji, jiepusheni sana na mambo haya. Jambo la kwanza, kupenda fedha. Mchungaji, Paulo anasema utaua pamoja faida kubwa. Chanzo cha mabaya ya kila namna, Timotheo wa kwanza 6:10, ni kupenda nini? Fedha. Watu wameiacha kweli kwa sababu ya kupenda. Wamekubali wazungu wa wafadhili, hata sasa wahubiri injili ya kweli. Wachungaji, kama unahubiri injili nyingine, itakuwa ni sababu ya kukuzuilia kuona ufalme wa Mungu. Kufumbia dhambi makanisani, kutokuonya kweli, uzinzi, uasherati umo. Wachungaji wanapokea sadaka hata za dhambi. Ngoja nikutajie sadaka ambazo upaswi kuzileta. Kama unafanya kazi hizi, sadaka zake usizilete kanisani. Sadaka za watu wanaojiuza, anajiuza, anapata fedha, analeta sadaka hata kama kileta gunia limejaa. Sadaka za watu wanaouza pombe, sigara, bangi, tumbaku, madawa ya kulevya. Sadaka za watu wanaouza baa, sadaka za wizi, utapeli, sadaka za rushwa, sadaka za watu wanaouza mavazi tuliojifunza ya kikahaba, mavazi ya mapambo, nusu uchi. Usipokee ujira wa kahaba. Sadaka za watu wanaouza mapambo, wanaouza dawa za kutoa mimba, uzazi wa mpango, wanaouza vipodozi na mapambo yote. Sadaka za vinyozi, wanaonyoa watu pembeni. Sadaka za mtu anamchukia mwenzake. Nisikilizeni, Biblia inatoa utaratibu. Unajua kabisa mmetoka nyumbani na mme wako hamuelewani, lakini mnakuja hapa na ujinga wako, unakuja unatoa sadaka. Yesu anasema iache kwanza sadaka pembeni, tengeneza kwanza ndipo ukatoe. Utaki kusamehe, halafu unamtolea Mungu, halafu unamtumikia Mungu. Utumishi wa aina hiyo sio utumishi wa Mungu. Amina. Wachungaji, tuambie watu ukweli. Wachungaji, tusifanye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Amelaaniwa ifanye kazi ya Bwana kwa kutaka heshima. Vyeo vitapeleka wengi kuzimu. Maaskofu leo wanaabudiwa, amina baba, wanashikwa mpaka viatu.
kubwa zaidi ni kutokutii neno la Mungu. Chochote tunachofundisha ni neno la nani? Inakubidi wewe mtu wa Mungu ukisikie na ukitendee kazi. Kutokutoa zaka na sadaka kutawafanya wengi wasiuone ufalme wa Mungu. Kama uko hapo unafanya kazi, una kipato, unalima, hutoi malimbuko, hutoi fungu la 10, unabugia vyote, sikiliza, hauna sehemu katika ufalme wa Mungu. Jambo lingine ambalo washirika wanalifanya litakalo wazuia kumwona Mungu, kutokumtunza mchungaji wao. Ni wajibu wako wewe mtu wa Mungu kuyaangalia malango ya mchungaji. Tunachokikataa ni kufanya kwa kulazimishwa, lakini ni wajibu ufanye kwa kupenda. Huyo ni mtumishi wa Mungu, ni Mungu, muhudumie, Bwana atakubariki. Ndio maana kazi zenu haziendelei. Uvivu na kutokufanya kazi za mikono. Hatutaki kanisa la wavivu wanaocheza kete, karata. Ni marufuku. Yeyote anayecheza karata ameshika jokeri, ameshika bwana na bibi, ushoga. Yanaoana, dume linamuoa dume mwenzake, nimekuoa. Puuzi kweli, ni ushoga huo, eti bwana na bibi. Shetani ni mjanja. Kuna mtu anacheza bao, sio karata, kete, gurori. Wamama wa leo mpaka wanacheza rede, anasukuma jiwe, yupo kanisani mama mzima na heshima. Watu wa Mungu, poneni, semeni tumepona. Kuweni waaminifu. Simu yako ni ya mke wako, simu ya mke wako ni ya kwako. Unakuta mke hawezi kushika simu ya mume na mume hawezi kushika simu ya mke, mtumishi wa Mungu, kwa sababu kuna mambo anayaficha. Kuna SMS za michepuko, kuna picha za ngono anazo. Hawala wake amemtumia picha za utupu. Acheni maneno, fanyeni kazi, zihudumieni familia zenu, watoto wenu. Mtoto amepauka, mtoto wa mzee wa kanisa, yani amepauka mguu kama amepaka unga, akija kanisani hana ndara. Katoto kadogo ka miaka 2 kana machacha ya mtu mzima, miguu imepasuka, kana mitego ya kutegea samaki. Tufanye kazi. Uvivu wa maombi, kutokufunga, kusinzia kanisani. Mpira, tamthilia, hasinzi kanisani. Neno ni wakati wa neno. Na unajua dalili mojawapo ya kumilikiwa na pepo ni kupiga miayo mingi kanisani. Uvivu wa kuomba. Una muda gani wa kuomba? Mara ngapi umefunga na familia yako na mke wako? Mna ibada za nyumbani, alafu naitaka mbingu, nataka nguvu za Mungu. Uvivu wa kumtumikia Mungu na uzembe utawazuia wengi. Kutokujali wahitaji, yani wajane, yatima. Kanisa, kama wamo kanisani, wanatakiwa kutunzwa na kanisa. Wajalini, hao ni baraka. Kutamani vitu vya dunia, ingawa wewe umeokolewa, lakini bado unatamani heleni, unatamani maisha ya mpagani fulani. Hallelujah.